Hi, this time is your teacher. I'm teacher Othman. Alright, today's lesson, this one is uses of am, are, and is. Tupo katika matumizi ya am, are, and is. These are helping verbs, ni vitendo visaidizi. Inatokana na neno be. So tulisema haya maneno am, are, and is yana maana tatu na zaidi. Was and were also yana maana tatu na zaidi. Kutokana na level yetu tulisema tutakuja kujifunza katika maana hizi mbili. Maana ya kwanza tulisema haya maneno yana maana ni. Haya maneno yote yana maana ni. Ukizungumzia am, are, and is, haya yote yana maana ni. Maana ya pili kuwepo. So today's lesson tunakwenda kujifunza jinsi ya kusema ni katika lugha ya Kiingereza. Mimi ni daktari, wewe ni mzoefu, hawa ni wafanyakazi wetu. Leo ni Jumatatu, right? Tunakwenda kuangalia ni kwa Kiingereza. So kama unataka kufahamu neno ni kwa Kiingereza linapatikana vipi, let's dive in. Listen, right? Here this one is passive form, mfumo wa maelezo. Huu ni mfumo wa maelezo, tutakwenda kuangalia jinsi ya kusema ni. And these are how to be the question, jinsi ya kuuliza maswali. Je, ni, kwani ni, au hivi ni, right? So kama unataka kusema mimi ni dereva, leo ni Jumatatu, siku ni nzuri, safari ni ndefu, kazi ni ngumu. Kiingereza ni rahisi. Yours this way. We start with the personal pronouns or noun. Huwa tunaanza na viwakilishi nafsi au jina, right? Then tutafuata maneno yetu am, are, or is. First, let's know these personal pronouns. Kwanza tuangalie maana ya hizi personal pronouns, viwakilishi nafsi. Vinaitwa viwakilishi nafsi, huwa vina kanuni yake. Kanuni yake vinakaa badala ya jina. Hivi ni viwakilishi vya majina na kanuni yake, they stand instead of nouns. Inasimama badala ya majina. Ikikaa hivi jina halifanyi kazi, na likikaa jina hivi havifanyi kazi. So hivi vina maana yake. Hivi ni viwakilishi nafsi, viwakilishi nafsi. I ina maana ya mimi, you ina maana mbili, wewe au nyinyi. If I say you, namaanisha wewe. If I say you also, namaanisha nyinyi. We means sisi. They manake wao. They means wao. Huu ni wingi. Tuende hapo chini alafu tutarudi kidogo katika they hapo. Hii ni kiwakilishi cha jinsia ya kiume. Jinsia ziko mbili, kuna ya kiume ya kike. Kama kiume kina jinsia ya kiume, hatutaki kutaja jina, vina majina yake. Kama hatutaki kutaja jina tutasema he, right? She ni kiwakilishi cha jinsia ya kike. Kama kiume chenye jinsia ya kike, kama hatutaki kutaja jina we use she, right? It ni kiwakilishi cha kitu kisichokuwa na uhai. Kama kitu hakina uhai, hatutaki kutaja jina, tutatumia it. So I means mimi, you, wewe, we, sisi, they, wao. They ni wingi. So they ni wingi wa he, yeye wa kiume, yeye jinsia ya kiume, he jinsia ya kiume mmoja, lakini kama wakiwa wengi tunasema they. Juma, Hassan and John. Hawa watakuwa ni wao, wote ni wa kiume, right? Itakuwa they. She ni kiwakilishi cha jinsia ya kike kama wakiwa wengi. Mage, Asha and Jessica. Hawa ni wengi. Kama ukiwa wengi hatutaki kutaja majina yao tutasema they. So he, she na it wingi wake ni they, right? So, I, mimi wingi wake ni we, sisi, right? So you wingi wake ni you. Kifupi I manake mimi, you manake wewe, we manake sisi, they manake wao, he manake yeye wa kiume, she manake yeye wa kike. It kina maana ya kitu, right? Kiwakilishi cha jinsia ya kitu, kinasimamia kitu. So tumesema am, are, and is. Hizi zote zina maana ya ni. Zote zina maana ya ni. Matumizi yake yanatofautiana. I tunatumia na neno am. I tunatumia neno am, right? You, we, they, we use with the word are. Tunatumia neno are. You are, wewe ni. We are, sisi ni. They are, wao ni. Juma, Jessica and Asha are. Juma, Jessica and Asha. Juma, Jessica na Asha ni, right? Means wao tumetumia they. Hapo kiwakilishi ni they, lakini majina Juma, Jessica and Asha are. Juma, Jessica na Asha ni, right? Mage is, mage ni. This day is, hii siku ni, right? So hivyo ndivyo jinsi ya kusema ni, lakini sasa ili ikamilike jinsi ya kusema ni, wa hapa mbele ndio inaleta ukamilifu wa kusema ni, au kubadilisha maana au kutoleta maana
ya hiyo ni. So baada ya am, are, and is, hakikisha mbele unaweka noun or adjective. Noun ni majina. Book, business, work, manager, employee, staff. Hayo yote ni noun. Or adjective. Adjective ni sifa, like a good, nice, sick, long, short, difficult, different. So ili uweze kuleta maana ni hakikisha mbele unaweka noun or adjective. So hapo mbele utaweka adjective or noun. Ukiweka neno lingine huwa linaleta maana nyingine, pengine isilete hata maana. Hakikisha hapa ndio inaleta maana husika. Ukiweka neno lingine litakuwa linaleta maana nyingine. So we say I am. Let's put here driver. I am a driver. Mimi ni dereva. You are a driver. Wewe ni dereva. We are a driver. Sisi ni madereva. He's a driver. She's a driver. So hivyo ndivyo jinsi ya kusema ni kwa Kiingereza. Hakikisha unatumia kama maelekezo yalivyo, lakini kikubwa cha kuzingatia mbele tunaweka noun or adjective. Ukiweka kitu kingine na kuwa na maana nyingine. So here this one is start to be the question, jinsi ya kutengeneza maswali. Hapa tutakwenda kuangalia jinsi ya kuuliza maswali. Je, ni, je kazi ni nzuri, sisi ni wafanyakazi wa hapa. Je ni mzoefu katika, ni mzoefu, right? Tunaangalia hiyo ni kuuliza swali. Je wewe ni, kama utakuuliza swali je ni, je kitu fulani ni, use this way. I, we start with the body arm. You, we, and they, we start with the body are. He, she, and it, we start with the body is, right? These are personal pronouns. They stand instead of nouns. Ya viwakilishi nafsi vinasimama badala ya jina. Kwa unaweza kusema am I, are you, are we, are they, is he, is she, is it. Then we take a noun or adjective. So ili kukamilisha jinsi ya kuuliza swali je ni, je kitu fulani ni, hakikisha umeweka noun mbele or adjective, right? So hapa tumetumia viwakilishi. Unaweza ukatumia majina na ikaleta maana tu vizuri. Is Juma he ya kiume, kama hilo hatujataja jina. Kama tutataja jina, is Juma a doctor? Je Juma ni daktari? Is your mother doctor? Je mama yako ni daktari? Are you students? Wewe je ni mwanafunzi? Am I a driver? Je mimi ni dereva? So hivyo ndivyo jinsi ya kuuliza maswali. Tutaanza na am, are, is. Am I, are you, are we, are they, is he, is she, is it. Hakikisha mbele umeweka noun or adjective. Kama hujaweka noun or adjective huwa inatoka nje ya maana, pengine pia isilete hata maana, right? So with contraction, tuna contraction ambayo native wanatumia sana. Kama ukielewa contraction utakuwa mzuri katika kusikia, right? Na kama utatumia contraction utakuwa mzuri katika kuongea. Contraction ambazo zinafanyika, ufupisho ambao unafanyika katika somo letu, this is called passive contraction. Ufupisho katika hali ya maelezo unafanyika katika mfumo wa maelezo, ambayo contraction inafanyika kwa kuondoa these words. These words are removed. These words are removed. Maneno yanaondoshwa. Then we put a apostrophe here. So the sound ambayo inapatikana ni s, s, your, were, there, is, she's, its. Contraction siku zote inakuwa katika personal pronouns, katika hali ya viwakilishi, inakuwa katika hali ya viwakilishi. So we say your, were, there, his, she's, its. I'm a doctor. You're a doctor. We're a driver. He's a manager. She's a doctor. It's beautiful. Ni nzuri. I'm sick. You're sick. We're sick. He's sick. I'm tired. You're tired. We're tired. He's tired. It's tired. Right? Nimechoka, umechoka, kimechoka. Right? Hivyo ndivyo tunatumia jinsi ya kusema ni katika mfumo wa maelezo na how to be the question na jinsi kutengeneza maswali. So now let's look at examples, right? Your brother is a good actor. Kakako ni msanii mzuri. Is your brother a good actor? Je, kakako ni msanii mzuri? Yes, he is. Ndiyo, kakaangu ni msanii mzuri. Tumejibu kwa contraction kwa ufupi, lakini kwa complete form we say yes he is. Right? Kama tunakataa no he is not. Hapana, sio msanii mzuri.
The responses in English are always in short. Majibu kwa Kiingereza siku zote ni kwa hali ya ufupi. So kama utauliza, am I a doctor? Are you a doctor? Is your father a doctor? We answer, yes, I am. Are you? Yes, I am. Are they? Yes, they are. Is she? Yes, she is. Right? Lakini kama tunakataa, we say, no, I am not. No, you are not. Tutaongeza not huku. No, he is not. Right? Lakini tuna contraction, just am, just your, just were, just there, just is, just she's, just it's. Example, is Juma your boss? Je, Juma ni bosi wako? Yes, he is. Ndio, ni bosi wangu. Kama hapana, no, he is not. Hapana, sio bosi wangu. We don't say, yes, Juma is my boss. No, Juma is not my boss. No, we answer them in short. Yes, he is. No, he's not. Right. So, more examples. Your brother is a good actor. Is your brother a good actor? Yes, he is. Ndio, ni msanii mzuri. No, he's not. Hapana, sio msanii mzuri. Number 2, you and I are God's creature. Wewe na mimi ni viumbe wa Mwenyezi Mungu. Write the questions. Creature ni viumbe. The animals are also God's creature. Je, wanyama pia ni viumbe wa Mwenyezi Mungu? Yes, they are. Ndio, ni viumbe wa Mwenyezi Mungu. No, they are not. Hapana, sio viumbe wa Mwenyezi Mungu. Tumia contraction. Yes, they are. Yes, they are. That's a complete contraction. Yes, they are. The last one, number 3. Papu is a manager of sugar industry, right? Papu ni manager wa kiwanda cha miwa, right? The questions, is Papu a manager in this factory? Je, Papu ni manager wa kiwanda hichi? Yes, he is. Ndio, ni manager wa kiwanda hichi. No, he's not. Hapana, sio manager wa kiwanda hichi. So that's for today. This I will say, this I will speak, and this I was right. There are 3 types of practicing. Kuna aina 3 za mazoezi. The first one is writing down your sentence. Andika sentences zako binafsi za kutosha. Your enough sentence. Sentences zako binafsi za kutosha. Kupitia mfumo ambao tumejifunza jinsi ya kusema ni na maswali yake. Andika sentences zako za kutosha na majibu yake, right? The second type of practicing is speaking by yourself. Ni kuongea wewe mwenyewe. Think in English and speak. Think in English, fikiri kwa Kiingereza na utumie mfumo huo ambao umejifunza jinsi ya kusema ni na maswali yake na majibu yake. The third type of practicing is finding people to talk to. Aina 3 ya mazoezi ni kutafuta watu kuzungumza nao. Hizi aina 3 kama utazimarsa vizuri utakuwa good speaker and more fluent, right? So the next lesson will be negative form. Huu ni mfumo wa maelezo, jinsi ya kusema ni na maswali yake je ni. Negative tutakuja kuangalia jinsi ya kusema sio ni na maswali yake je sio ni. Tutakuja kuangalia jinsi ya kusema sio ni. Don't miss that lesson. Thanks a lot for being with me.